Shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya uhai na pia kwa zawadi ya wokovu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kuwa mahali hapa kwa wakati huu. Ili tukaweze kujifunza kama wanawake, tukaweze kutafakari neno la Mungu kwa pamoja. So, siku ya leo ningependa tutafakari kuhusu msamaha ambao ni wa kweli. Kwa sababu kuna msamaha ambao tunasamehe watu, tunasema tumewasamehe, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu huo msamaha si wa kweli. So msamaha ambao si wa kweli ni msamaha wa aina gani? Yule msamaha ambao unasamehe mtu, alafu kisha msamehe unasema ati huyu mtu atutakuwa na, yani unampatia mipaka. Unaona? Like huyu mtu mlikuwa tu vizuri pamoja na yeye, lakini sasa kwa sababu amekukosea, sasa umempaint, yani umempaint, yani unamweka sijui wapi, unajua, kwa sababu tu alikukosea. But kitu yenye nimekuja kurealize ni watu wanakosea na watu watakukosea tu. Unaona? Sababu tuko kwa hii dunia. Haimaanisha tu sasa unafaa kushinda kukosea watu, sio right. Like kuna time utajikuta kwa situation ambao wewe utadhania tu unafanya kitu mzuri, kumbe itamkosea yule mtu. Unaona? Kumbe itamuumiza yule mtu. So ni situation tu unaweza jipata ndani. Unaona? So hiyo haimaanishi ati sasa kwa sababu huyo mtu amekosea hivi sasa unajitenga na huyo mtu unasijui nini. Okay, kuna wale watu ambao itabidi ujitenge nao kwa sababu hao watu from the beginning hawataki kufanya mambo mazuri. Yao tu ni kufanya mabaya tu. Yani hao hawaja choose kutembea katika njia ambazo ni za haki. Unaona, hao bado wako tu kwa dhambi, wanataka tu kufanya dhambi na nini. Hao ndio watu unafaa kujitenga nao because at the end of the day watakudefile. Unaona, utakuwa sawa. Lakini mtu ambaye ameokoka tu ni kukukosea, amekukosea, amerudi kwako, amekuomba msamaha, amekuja kureconcile na wewe, mrudi tu sawa, lakini wewe unamwekea mipaka. Unaona, unaweka mipaka, yani unasema huyu hatutakuwa venye tulikuwa kitambo. Kwa sababu gani? Sitaki anifanyie tena. Sitaki anifanyie tena hii chenye alinifanyia. So ninamwekea hatafika hapa, hatafika pale. Unaona? So kitu yenye kita happen hapo, acha nikwambie sasa chenye kita happen ukifanya hivyo. Mapepo yatakuja kukaa hapo sasa. Kwa huo mpaka umeweka. Yatakuwa nakukumbusha. Unakumbuka alikufanya hivi? Usimruhusu. Unakumbuka, so utabaki kwa ile uchungu ya ile kitu ambayo huyo mtu alikufanyia. Hautapona hiyo kidonda. Haya mapepo yatakuwa yanashinda anatuonesha tu hiyo kidonda. Hakuna kupona. Yani ndio utajikuta unakumbukanga tu alikufanyia, itakuwa tu fresh. Kwa nini? Kwa sababu umeweka mpaka. Lakini unaposamehe yule mtu na kumchukulia vile tu ulikuwa unamchukulia kitambo, yani hujamwekea mpaka. Kama mlikuwa mnaongea kawaida, kama ulikuwa unamsaidia kawaida. Yani hakuna kitu kina nini, unaona kinabadilika. Hapo ndipo utapokea uponyaji wako. Unapofanya hivyo, utashtukia ile uchungu, yale mambo ambayo huyo mtu alikufanyia, alikuwa anakuumiza, yatatoka. Kwa sababu gani? Kwa ule uzuri, kwa sababu tumeambiwa sana la Mungu anasema tusilipe ubaya kwa ubaya. Hapo ndio maana Mungu anatuambia tusilipe ubaya kwa ubaya. Kwa sababu mtu anapokufanyia mabaya na wewe unamlipa kwa uzuri, kile ambacho kina happen ni wewe unajitibu. Unaona? Unapomlipa yule mtu kwa uzuri, yani ule ubaya ambao amekufanyia unapona, unatoka kupitia ule uzuri wako. Sababu yeye amekuletea ubaya na unamletea uzuri. Unaona? So kile ambacho una present wewe ni uzuri. So ule ubaya wake hautapata nafasi ndani mwako. Yale maneno mabaya, matendo mabaya aliyofanya hayatapanda mbegu ndani mwako. Unaona? Lakini wakati anapokufanyia mabaya na wewe unaanza kulipa kwa ubaya, unajua utaona wewe hulipi kwa ubaya, unajiprotect, sijui acha tu nijitenge na yeye, sitaki tena nifanyie. But hiyo ni ubaya. Ukifanya hivyo utakuwa unafanya kitu mzuri, utakuwa unafanya kitu mbaya. Na ukifanya hivyo, hapo pia wewe utajikuta unakuwa kwa kategoria ya watu wabaya. Kwa sababu unalipa ubaya. Because ungekuwa ulipi ubaya, then ungemchukulia yule mtu vizuri. Yani haungeanza kujitenga naye, sijui unafanya nini. Unaona? But ile step tu ya kuanza kujitenga naye na kuanza kumfanya yani akae sijui aje sasa mbele yako, sasa si kama kitambo, hapo tayari ni ubaya unalipa bila wewe kujua. Wewe unadhania ati unajiprotect ndo asikufanyie tena mabaya, lakini at the end of the day wewe pia unalipa ubaya. So tunafaa kuona kutafakari kwa hilo jambo. Na kama mtu amekukosea, mlikuwa tu sawa na yeye, rudi sawa venye mlikuwa na yeye. Unaona? Wewe rudi sawa. In fact hata
kama ile ubaya iko ndani mwake, vile alikufanyia mambo mabaya, lakini wewe unamuendea kwa uzuri, unamtreat vizuri, unamchukulia tu kama kitambo vizuri, then hata ile ubaya kama bado iko ndani mwake, ile ubaya itatoka. Haiwezi kaa ndani mwake sababu wewe unamlisha kwa uzuri, unamlisha uzuri, unaona? So ule ubaya ndani mwake utatoka. Lakini ukianza kujitenga, utaki nini, sijui nini, hiyo tu ni itakuwa alafu mbele za Mwenyezi Mungu utakuwa hujasahau. Mungu anasema yeye mwenyewe anatusamee na anasahau. Sasa wewe haujasahau, ndio maana bado unamwekea mtu mipaka kwa sababu hutaki akufanyie tena venye alikufanyia. Unaona? So hiyo ni dhambi tayari. Ukisamee mtu, samee tu mara moja, rudi back to normal. Na utashangaa sana by the way ukifanya hivyo, hata yale mambo mabaya alikufanyia yataondoka juu. Hata mimi kuna mtu alinifanyia mambo, aliongea mambo mabaya. Hayo mambo yaliniuma sana. So nikajiambia huyu namwekea mpaka. Yaani sitaki, namsamee lakini sitaki tena mambo na yeye, unaona? Kumbe hapo ndo nilikuwa ninazidisha zile vidonda, ndo nilikuwa ninazidisha, yani ndo zinakuwa fresh kila siku, ndo ninaumia zaidi. Lakini the moment nilitake ile step ya kuface huyu mtu, kumface, yani kwa sababu sikuwa sitaki kumface tena, sitaki kumuona tena, unaona? But the moment nilikubali, anajua ni Roho Mtakatifu tu aliniongoza yeye, kwa sababu aliona vile nilikuwa ninateseka sana. Kumface, the moment nilifanya hivyo, hizo vidonda, hizo mauchungu, hizo kukumbuka ziliishia hapo na nikapokea uponyaji wangu. Unaona? Nilipokea uponyaji wangu. Usipofanya hivyo, ukiekea mtu mamipaka, ni mtu tu, si mtu mbaya, ni vile tu alikufanya tu makosa. Kukosea si ati ni mtu ako kwa dhambi anafanya, no. Mtu kama wewe ndio unajitenga naye, lakini huyu mtu tu ako sawa, anamfuata Mungu, ile tu amekosea kwa hiyo wakati na amekuumiza. Msamee, mrudiane venye mlikuwa. Sasa usipofanya hivyo, utaruhusu mapepo kuingia katika moyo wako, na moyo wako utaanza kuchafuka. Ulikuwa tu mtu mzuri, maybe mtu wa roho safi, mtu wa upendo utaanza kuisha, utaanza kuchukia tu watu, utaanza kuona tu kila mtu si mzuri, mtu akifanya tu kitu kadogo ndio huyo ushajitenga naye, unaona? So mapepo yatatawala moyo wako, na at the end of the day yatakutenganisha na Mungu. Lakini unapo samee mtu kwa ule ubaya wake, hata kama alikufanyia hii, amekulipa kwa ubaya, lakini wewe unaendelea tu kumfanyia mazuri, kila ambacho unafanya ni wewe, moyo wako unalinda moyo wako, ni moyo wako unaoulinda. Unaona, yeye kama ataendelea kufanya maovu ni yeye mwenyewe, lakini wewe usimfanyie maovu, yani wewe mfanyie mazuri. Hata akikufanyia mabaya, wewe mfanyie mazuri, kwa sababu wewe ndio unafaa kulinda moyo wako. Sababu neno linasema tulinde sana mioyo yetu, kwa hapo ndo chemichemi ya uhai inatokea. Lazima tulinde mioyo yetu. So usiweke mtu mpaka. Ukimsamee mtu na mlikuwa tu marafiki, mko tu, rudi venye mlikuwa. Usimwekee mpaka. Kama ulikuwa unamsaidia, msaidie. Kama mlikuwa mnaongea, yani unless mwenyewe hataki. Akikataa sawa, unaachana naye, uweze jilazimisha kwa mtu. But wewe mwekee mipaka, usikue hivyo, kwa sababu ukifanya hivyo utaruhusu mapepo kutawala ndani mwako na hautatimiza neno la Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema anatusamee na anasahau. Sasa kama wewe unasamee na usahau, alafu ukikuwa mbele huyo mtu unajifanya umemsamee, lakini unajua vizuri sana haujamsamee, bado umembeba, bado, kwa sababu hiyo kumwekea mipaka inamaanisha bado unakumbuka chenye alikufanyia, ndio maana umemwekea mipaka. So bado hujamsamee. Ile siku utamsamee, hautamwekea mipaka na hautakumbuka hizo mambo tena. Utakuwa tu normal na yeye. So acha tusome kitabu ambacho Mungu mwenyewe anasema anatusamee na anasahau, na lazima tufuate neno la Mungu. Tusipofuata neno la Mungu, then tutakuwa kinyume na Mungu. So tukisoma katika Isaya 43:25 inasema mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Mungu anasema hata zikumbuka dhambi zetu. Akitusamee anasahau. Unajua mtu mwenye amekusamea na anasahau, inamaanisha nini? Inamaanisha huyo mtu atarudi back to normal. Yani mtaongea kama kitambo, yani mtakuwa normal. Unaona? Lakini yule mtu ambaye anasema amekusamea, lakini bado hataki kukuongelesha, bado hataki kuwa karibu na wewe, bado hataki kufanya mambo na wewe, yani hataki hata kukusikia, hata hataki kujali, yani
huyo mtu inamaanisha hajakusamehe kwa sababu hajasahau. The moment ukisahau kile kitu ambacho mtu amekufanyia, utarudi back to normal. Kama mlikuanga mnasaidiana, mnaongeleshana, mlikuanga yani hivyo ndo utarudi. Na hivyo ndo Mungu anataka tukue, because hata yeye mwenyewe anasema nitakusamehe, sitazikumbuka dhambi zako tena. Unaona? So wewe ukikaa hapo unakumbuka vitu zenye watu walikufanyia, unawashikilia, unawabeba, ati yeye ninaweka, sitaki tena nikaribie, sitaki akuje hapa, sitaki tukue pamoja na yeye, tutafanya hii pamoja, lakini nyingine sitaki nikaribie kabisa, najiprotect. Unajidanganya. Ni kama unakunywa sumu alafu una expect usikufe. Itakuwa tu hiyo sumu si inaingia kwa mwili wako. Wewe ndio unachafua moyo wako, unaruhusu mapepo katika moyo wako unaendelea kuchafuka. So kama unasamee watu, wasamee na urudi back to normal na watu venye mlikuwa. Wale ambao nitakuadvise usiwarudishe katika maisha yako ni wale watu ambao hawaachi dhambi. Yani wao wako kwa dhambi, wanafanya dhambi, yani yao maisha yao tu ni dhambi. Au ndo sasa ujitenge nao kwa sababu watakudefy. Lakini mtu tu mwenye amekosea na ni mtu ambaye anamfuata Kristo, anatembea katika njia za Mungu, ni tu amekosea, huyo ni mtu ambaye unasamee na mnarudi back to normal. Kwa ajili ya moyo wako tu. By the way, ni kwa ajili yako. Ni kwa ajili ya moyo wako. Usipofanya hivyo, ni moyo wako utajawa na mapepo, utaanza kuwa mtu wa roho chafu, kutenga watu, unabagua watu, unakuwa na ukui na ati huyu alinifanya hivyo, huyu hajawahi nifanya. So hiyo kujitenga hiyo itaruhusu mashetani, mapepo kukutawala na kuchafua moyo wako. Na Mungu anataka mioyo yetu iwe safi, sababu neno linasema heri wenye mioyo safi ndio watamwona Kristo. Wenye mioyo, sasa moyo wako lazima ungangane sana, moyo wako kwa safi. Shetani ataleta kila distraction, kila mambo mengi ili tu achafue moyo wako. Sasa wewe ni kazi yako ni kumake sure moyo wako usichafuke. Kitu yote ambao unaona inakuchafua moyo, deal na hiyo kitu ikuondoke kabisa. Hata kama watu wamekufanyia mambo mabaya, deal na hiyo kitu ikuondoke. Usi entertain ubaya, kwa sababu the moment unaanza kuentertain ubaya, unaruhusu mapepo, mashetani kuchafua moyo wako, na moyo wako utakani kuchafuliwa, kwa sababu Kristo ni mtakatifu sana. Hakuna vile Roho Mtakatifu atakaa ndani mwako kama moyo wako ni mchafu. Lazima huo uchafu utoke. So Mungu atusaidie sana, tusamee watu vizuri kama vile Kristo anavyotusamee. Anatusamee na hakumbuki hivyo. Na in fact ukifanya hivyo hata moyo utafurahia, utakuwa huru. Yani wewe utakuwa tu sawa. Hata wewe mtu kama baada amekubebanisha, yeye peke yake atakubebanga huko mwenyewe. Wewe hautakuwa huko. Wewe utakuwa uko sawa, uko huru. Yani Roho Mtakatifu anakuhudumia. Unaona? Amina. Barikiwe sana na Mungu. Amen.